Imeanza uhamasishaji kuelekea mchezo wenu wa marudiano. Sasa ambacho nataka tuzungumzie hapa ni kuhusiana na miongoni mwa watu ambao wapo kwa kivuli cha shabiki wa klabu ya Simba Sport Club ambaye ni Mchome. Mchome amewadis kwa kumwalika mkuu wa mkoa wa Tabora na kusema ya kwamba mmejichanganya, mwakosea Yanga na pengine kipigo kinaweza kikawaangukia kizito. Unamwambia nini Mchome kuhusiana na maneno yake ambayo ameyatoa kwenye mitandao ya kijamii? Mimi naomba nitoe somo, na natoa somo tena kwa mashabiki wote wa Simba. Unapoona video inazungumzia, yani imeweka tu picha ya Mchome, acha kuplay. Bro, hii ni hamasa kubwa na naendeleza tena kwa mashabiki wa Simba. Na sio wa Simba tu peke yake, mpaka wa Yanga. Kwa sababu Mchome anawagombanisha mashabiki na viongozi wa mipira. Kwa nini tuweke beef kwa sababu ya mkuu wa mkoa kamkamata Alikamwe? Hajakamatwa na mkuu wa mkoa, yule amekamatwa na polisi, na jeshi la polisi limeweka wazi makosa ambayo yamemfanya wamkamate. Sasa kwa nini tuendelee kumchukia eti mkuu wa mkoa, ama labda uchukie uongozi wa Simba kwa sababu eti wamemwalika mkuu wa mkoa wa Tabora? Kosa lao ni nini? Mchome mimi naona ni wale mashabiki ambao yani kwenye mpira hawapo, kwenye ngumi hawapo. Ukija yule ana ndondo yake peke yake, kwa sababu ukifuatilia hata baadhi ya mashabiki wasemaji ambao wanaingia kwenye media hawajawahi kumzungumzia. Kwa nini hatumzungumzii? Kwa sababu tumemuona yule ni mtu ambaye ni mropokaji. Kwanza mimi siwezi kuzungumza na mtu ambaye kasuka, bro. Tumenielewa? Mimi kukaa ni mdisi mtu ambaye amesuka, hilo ni kosa. Yaani mimi nitakuwa najipunguzia heshima kubwa sana. Kwa sababu mimi nitaambiwa wewe ni mwelimishaji, unaelimisha nini? Si unanielewa? Yaani nianze kumdisi mtu ambaye anasuka, anavaa hereni, anatoboa pua. What if mimi nani? Bro, mimi nakuwa na mdisi mtu ambaye, kwa mfano ukiniambia bwana Kizinga amezungumzia Yanga, amezungumzia Simba vibaya, nitamjibu. Kwa sababu Kizinga amenyoka. Niko naye sometimes. Ananipigia simu, kaka hii unafeli, na hata message zake naweza nikakuonyesha, kaka hii tayari umeumia. Lakini baadaye message yake ya mwisho ananiambia, ila kaka nikikumbukaga wale Waarabu ilikuwa hata kukimbia wakimbii, naambia malizia hapo hapo. Wale sio kukimbia, miguu tutaifunga vyuma. Yaani safari hiyo atakuwa na vyupa kwenye njumu zao. Ukikimbia hivi unaona kama miguu inakita kwa chini. Hao ndo watu ambao naweza nikawajibu. Niulize, bwana Godi Yanga kazungumzia kitu gani? Takujibu, bwana sijui mwalimu Yanga, wenyewe anajiita mwalimu, mimi simuitagi mwalimu kwa sababu mwalimu ni cheo kikubwa kaka. Kila siku nazungumza hili swala. Unapoitwa mwalimu ina maana wewe una uwezo, una upeo mkubwa pengine hata rais. So unapokuwa mwalimu alafu wewe elimu yenyewe huna, huwezi kuwa mwalimu kaka. So mwalimu na gari yako inaishia njiani. Kwa hiyo mimi kitu ambacho nakizungumzia, tunapoona video ya kumuhusu Mchome, iwe YouTube, Facebook, Insta, wapi popote, futa, achana nayo, sisome. Ni mwana Simba pia. Yes, yule sio mwana Simba kaka. Na mimi nitaendelea kuzungumza, nitakapokutana naye nitamvua jezi kaka. Wale kuna bonge si alimvua kana muogopa ogopa. Mimi yule namvua na ngumi nampiga. Si umenielewa kaka? Yule sio mwana Simba, na ikiwezekana, kwa sababu kwanza tukiwaambia uongozi umshughulikie, ni kama tumeupa uongozi madaraka mara mbili.